Naomba ifahamike kwamba sheria hii ya ndoa ya mwaka 1971 imetengeneza mazingira ambayo kimsingi ukiyatazama unaweza ukasema yanakandamiza na kuumiza haki za mtoto. Ukisoma kifungu cha 13 cha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kinaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15. Kwa mazingira ya kipindi kile cha nyuma, cha miaka ya nyuma, yalikuwa yanaruhusu mtoto kuolewa akiwa chini ya umri wa miaka 15. Sababu ni kwamba sheria, kwa maana ya sheria ya elimu, Education Act, iliruhusu mtoto kusoma mpaka darasa la 7 kama mandatory education, kwa maana ya kama elimu ya lazima. Kwa mtoto akimaliza darasa la 7 anakuwa na uhuru wa kuolewa kwa mujibu wa hii sheria ya mwaka 1971. Nazungumza sheria ambayo still bado ina exist, ingawa kuna mazingira ambayo nitayaeleza pia baadaye. Imeruhusu pia mtoto wa kiume, kwa maana ya mvulana, kuoa akiwa na umri wa miaka 18 na kuendelea. Kifungu hiki cha 13 ninachokizungumza, ambacho kinaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na miaka 15, kinasema kwamba mtoto huyu anapoenda kuolewa, consent ya wazazi inahitajika, lakini consent ya mtoto mwenyewe haihitajiki. Pamoja na mambo yote hayo, kuna mabadiliko kadhaa ambayo yameletwa na sheria zetu. Tukumbuke kwamba kwa mujibu wa vyanzo vya sheria tunaita source of law, maamuzi ya mahakama ni moja ya chanzo cha sheria, lakini pia kuna statutory law. Statutory law ni sheria ambazo zimetungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni sehemu ya vyanzo vya sheria. Sasa hii sheria ya ndoa imetungwa na Bunge, sheria ya mwaka 1971. Surprisingly, mahakama kwenye maamuzi yake mbalimbali, especially kwenye hii kesi maarufu ya Rebecca Gum, imetoa maelekezo kwamba kifungu cha 13 cha sheria ya ndoa na kifungu cha 17 cha sheria ya ndoa kinakwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, especially kifungu cha 13, kwa maana ibara ya 13 ya katiba yetu. Sasa kwa sababu mahakama imekwisha kutoa mwelekeo wa namna gani ambavyo sheria hizi ni mbovu na ni kandamizi kwa mazingira ya sasa, lakini bado tukumbuke statutory law, kwamba sheria zilizotungwa na Bunge zina prevail pia, na amri za mahakama ni moja ya vyanzo vya sheria kama ambavyo nimesema. Sasa Mtanzania wa kawaida anaweza akajiuliza, je, tunatumia sheria ipi kati ya hizi mbili? Kwa sababu tayari mahakama imetoa maamuzi. Je, maamuzi yanayotolewa na mahakama yanaweza yakawa na impact moja kwa moja kwenye sheria ambayo bado haijafanyiwa maboresho? Hilo ni swali ambalo inabidi tujiulize, kwamba leo mahakama imesema mtoto mwenye umri wa miaka 14 au 15 wa kike haruhusiwi tena kuolewa, lakini bado hii sheria inaendelea kuexist, bado ipo na Bunge bado halijafanyia marekebisho ya hii sheria. Fasili yake ni nini sasa? Fasili yake ni kwamba kuna contradiction ya sheria katika vitu viwili, na katika mazingira kama hayo nini kinatakiwa kufanyika? Mahakama inavyotoa maamuzi kwenye sheria ambayo ina exist, huwa inalipa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya maboresho juu ya hiyo sheria. Sasa surprise, mahakama imetoa maamuzi kwa muda mrefu sasa, lakini tumeona kwamba sheria hii haijafanyiwa marekebisho, kitu ambacho
kinaleta mkanganyiko kwa Watanzania kwamba ni sheria ipi sasa kati ya maamuzi ya mahakama au sheria iliyotungwa na bunge inaweza kuprevail katika mazingira hayo. Kwa hiyo ni rai yangu pia kama wakili na mawakili wenzangu, naamini wana vision kama yangu, kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waangalie namna gani ambavyo wanaweza wakafanya marekebisho haya kwa haraka ili kucomply na mazingira ya maisha ya Mtanzania sasa, kwa sababu maisha ya Mtanzania sasa tuwezi kucompare na maisha ya Mtanzania ambaye ameishi miaka 20 iliyopita. Lakini ninadhani ni busara pia tukakubaliana kuondoa desturi ambazo ni kwa namna moja au nyingine zinaumiza watoto wetu. Tunaweza tukasema haziumizi kwa maono yetu sisi, labda pengine kwa desturi yetu sisi, lakini zinaumiza kwa maana ya kupoteza haki za msingi za huyu mtoto ambaye pengine kwa namna moja au nyingine angeweza kujiendeleza kimasomo na pengine kuwa mtu fulani kwenye taifa lake.